Moja kwa moja kutoka Morogoro katika chuo cha kilimo SUA. Leo hii zoezi linaloendelea pale ni namna ya utayarishaji wa mashine kubwa kabisa ya kuvutia maji haya kwa ajili ya umwagiliaji katika mashamba yanayozunguka chuo hiki cha kilimo SUA hapa Morogoro. Kwa hiyo mengi utakwenda kuyasikiliza ama kuyatazama. Kazi ya hii pampu ni kuchukua maji mtoni na kupeleka shambani. Lakini kwa sasa hivi tutazungumzia pampu ambayo iko mbele yetu hapa, na baada ya hapo tutaenda kuzungumzia pampu nyingine ambayo inasaidiana na hii kwa ajili ya kumwagilia. Kama chuo tumejiandaa kuzalisha mbegu mbalimbali za mazao ili kuongeza upatikanaji wa mbegu katika nchi yetu Tanzania, na mitambo hii ambayo tunaitesti leo kwa kitaalamu tunaita rain gun. Hii rain gun inakuwa na mashine mbili. Mashine ya kwanza ndo mnayoiona hapa ambayo ni pump, ambayo kazi yake ni kuchukua maji kutoka kwenye bwawa, na mnaloliona ni bwawa ambalo ni moja ya mabwawa tulionayo zaidi ya mabwawa 5 ambayo yanahusika katika uzalishaji ndani ya chuo kizima cha Sokoine. Kwa hiyo ina uwezo wa kutembea mita 200 wakati huo huo ikimwagilia. Hii mashine ni pistoni 4. Napomaanisha pistoni 4 ina maana kuna mashine za pistoni 1, pistoni 2, pistoni 3, sawa. Tumependekeza hii kutokana na mashine ya pistoni 4 itakuwa ina nguvu zaidi mbali na ile ya pistoni 1. Lakini pia hii inatumia mafuta ya aina ya diesel. Kwa kawaida tunatambua kabisa kwamba diesel engine ni ina nguvu zaidi kuliko petrol engine. Kwa hiyo ndio maana tukapendekeza kwamba engine ambayo itakuwa inatumia mafuta ya diesel. Upande wa operation, hata mkulima wa kawaida akipata mafunzo ya kutosha ana uwezo wa kuioperate na kuweza kuilinda mashine ikafanya kazi kwa muda mrefu, na hiyo elimu ndogo aliyokuwa nayo. Tutaiona ile mashine nyingine ambayo ni reinforce gun, ambayo ndio inatumika kwa ajili ya kuweza kusukuma maji kuzunguka ukubwa wa shamba. Na hiyo mashine tutaenda kuiona ina urefu, inaweza kumwagilia umbali wa mita 30 upande mmoja na mita 30 upande wa pili. Kwa hiyo ukijumlisha unapata mita 60. Mashine inapowaka inazalisha nguvu kwenye flywheel. Hii flywheel imeunganishwa na shaft ambayo ndio inakuja kwenye pampu yetu. Mashine tumesema ni horsepower 45, lakini pampu ni horsepower 40. Kwa hiyo almost kwamba nguvu kama zinakaribiana. Tungefunga labda pampu ya horsepower 60, ina maana kwamba mashine ingekuwa inapewa mzigo mkubwa, itashindwa kuoperate pampu. Pampu inaweza ikawa ni kubwa zaidi. Kwa ndio maana tukaweka pampu ya horsepower 40. Kuna advantage ya horsepower 5 ambazo zimebaki. Kwa hiyo mashine inakuwa ni kubwa kuliko pampu. Kwa hiyo mashine inaweza kuoperate pampu. Hii ni mpira wetu ambao tunautumia kunyonya maji kutoka kwenye chanzo chetu ambacho ni bwawa tunaoliona hapa. Na huu upande tunaweza tukauita ni suction side, yani upande wa unyonyaji. Kwa upande wa chini wa hii pipe yetu kuna valve ambayo inazuia maji ambayo tumeshayajaza kwenye pampu yasiweze kurudi ndani ya chanzo, lakini iweze tu kunyonya kupitisha maji. Tunasema kwamba hiyo ni one way valve, one direction valve, kwamba inaruhusu maji kuflow upande mmoja. Kwa hiyo maji yatakayojaa kwenye pampu hayawezi kurudi tena kwenye chanzo. Hii ndio pipe yetu kama tunavyoiona, imekuja imeingia upande wa suction side ya pampu. Hapa ndipo pampu inapovuta maji. Sawa, ikishamaliza kuvuta, hapa kuna mapanga kwa ajili ya
kutengeneza pressure, kuyasukuma maji kuelekea upande wa umwagiliaji wa mashine nyingine ya pili. Tulisema tutaangalia upande wa pili wa mashine ambayo ni Airforce Eco. Hii ni mashine, ni traveler ambayo inatembea kutokana na ile pressure tulikuwa tumeona pampu mwanzoni ambayo iko mtoni. Kwa hiyo ile pampu inaposukuma maji vizuri inasababisha hii mashine itembee. Itakapokuwa inatembea, ila kuna jeti 55 hiko hapa juu tumeifunga, ambayo ina uwezo wa kumwaga mita 27.5 kushoto na mita 27.5 kulia. Kwa hiyo tunapata mita 60. Na kama pressure yake hiko vizuri, tunaweza kupata hadi mita 65 kama tutakapokuwa tunaongeza pressure bar kule kwenye water pump. Kwa hiyo inaweza kumwagia mita 60 hadi 65. Lakini kipindi hicho itakuwa inatembea. Hii inatembea kutokana na msukumo wa pressure ya maji itakayokuwa inatoka mtoni. Lakini pia tuna cable length. Cable length yetu ni waya huu ambao tunauona. Huu waya una mita 400. Kwa hiyo tunaanza kugonga mwanzo wa shamba lako kule. Tunaweka pegi, tunagonga hii waya. Kwa hiyo hii mashine yetu itakuwa inatembea ikiwa inafuata hii waya. Kwa hiyo hii waya ina mfumo wake hapa ndani. Hapa ndani kuna mfumo wake ambao ni mechanism inayotokana na hii mashine. Kuna cable hiyo ambayo ndio hiyo cable length ambayo tunaongelea ni hiyo waya. Hiyo waya ina sehemu yake. Kwa hiyo inapokuwa inatembea inakuwa inajivuta, ile cable inakuwa inajifunga kupunguza ule waya. Ila unapotaka kuanza kufanya masuala ya umwagiliaji inabidi uifungue hii waya uipeleke mwanzo wa shamba. Kwa hiyo unapopeleka mwanzo wa shamba, kwa hiyo itakapoanza kuoperate itakuwa inaenda huku inafuata ile waya. Lakini kipindi hicho hii hapa tunaona kama ni ringi ama taili. Hii ni leli ambayo kuna mpira wetu huu, ni mpira wetu wa maji ambao unatoka kwenye chanzo cha maji labda kwenye water pump kule. Kwa hiyo huu mpira ndio unakaa hapa. Kwa hiyo tukishamaliza swala la kumwagilia, huu mpira utabidi kurudisha hapa. Kwa hiyo ni sehemu yake la kukaa huu mpira. Mpira uliopo hapa ni wa mita 200. Lakini pia hii mashine yetu ina gauge. Gauge zake ziko hapa. Unapotaka kuhakiki kwamba ninataka mita 65 ama 60, tunaangalia pressure bar. Pressure bar ya hapa at least kidogo uwe na kuanzia bar 3. Kwa hiyo hii bar ndio itakayosababisha mashine yetu iweze kutembea vizuri huku inamwagia. Kwa mashamba makubwa na mashamba madogo, ni kampuni inayopatikana Morogoro, ni Tasti Company Limited. Ni kampuni inayopatikana Mkambalani, Tanzania, Morogoro. Na hapa tupo SUA kwa ajili ya kuirekebishia hii mashine ili kusudi ifanye kazi vizuri. Karibuni sana wakulima wakubwa na wadogo kwa mitambo mingi tofauti kwa ajili ya kilimo. Bwana, ndio mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, tuko bado katika eneo la shamba darasa hapa chuo cha kilimo Sokoine SUA, Morogoro, Tanzania, kujionea hasa namna ambavyo chuo hiki kimejidhatiti katika jitihada za kuhakikisha kilimo kinakuwa cha kisasa. Kitazama midizi imependeza, na kama nilivyokuambia ardhi, na sasa tunaangalia mdizi ambao unauona kwa sasa. Mgomba huu unaonekana umeshashiba maji, uko tayari, ndizi zimenawiri, zimependeza kabisa baada ya zoezi kubwa na zuri la kisasa kabisa la umwagiliaji maji kisasa katika midizi ya migomba ambayo inapatikana katika shamba hili darasa hapa eneo la chuo cha kilimo SUA. Huu ni umwagiliaji wa kisasa wenye tija sana, mtazamaji wetu ambao unatazama hivi sasa, na ni washauri tu wa Tanzania wote ambao mnaotazama kipindi hiki
tufanye uwekezaji kwenye kilimo cha kisasa kama hiki cha umwagiliaji. Asante sana. Haya ni mambo makubwa kutoka hapa na Morogoro, Tanzania, katika chuo cha kilimo SUA. Mimi ni Baraka Ngemba kwa niaba ya timu yangu Mringo. Tutaendelea kuwaletea mengi kutoka hapa. Namba zetu za simu tunaweza ukaingia WhatsApp, ukaingia Google, ukigoogle tu Tasti Company Limited utatukuta. Kwa hiyo tunapatikana kwa namba hizo utakazozigoogle hapo mtandaoni.